Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pati kumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Baba wa mbinguni, asubuhi hii tunasema asante. Asante kwa pumzi ya uhai, asante kwa zawadi ya siku hii mpya, asante kwa kutuamsha salama. Kama ambavyo neno lako linasema katika Biblia, kitabu kile cha Zaburi 118 mstari wa 24. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tutashangilia na tutafurahi ndani yake. Bwana, hatuchukulii hii siku kama siku au kama kitu cha kawaida Baba. Ni neema yako tu imetufikisha hapa, maana wengi wameshindwa kuamka, wengi wameamka wakiwa wanaumwa, wengi wamepata maajali barabarani usiku huu wa leo, lakini sisi Baba, wakati huu tumekuwa salama kadri ya mapenzi yako. Baba, asante kwa ulinzi wako usiku wote. Asante kwa rehema zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Kama ulivyosema katika Biblia ya kwamba fadhili za Bwana hazikomi, rehema zake hazikomi kamwe, ni mpya kila asubuhi. Katika kitabu chako kile cha Maombolezo 3 mstari wa 22 mpaka wa 23. Leo tunaanza siku hii tukiwa na mioyo ya shukrani. Asante. Nashukuru. Naamini na wewe ni mwingi wa furaha juu ya kuamka salama. Lakini siku ya leo naamini tutakuwa na kitu kizuri sana. Tutakuwa na kitu kizuri sana. Kama ndoa yako inapitia maumivu, niseme hivyo, kama ndoa yako inapitia maumivu, kama kuna ukimya, uchungu au mbali kati yako na mwenzi wako, tafadhali usiruke video hii. Tafadhali usiruke video hii. Leo Mungu anataka kuponya moyo wako na kurejesha amani ndani ya ndoa yako. Ndiyo, amani inatakiwa itawale kwenye ndoa yako. Kuna ndoa nyingi huvunjika ijapokuwa ndoa zetu za Kikristo tunasema yatupasa tuishi mpaka kifo kitutenganisha, lakini tunaona ndoa nyingi huvunjika, na ndoa nyingi hazivunjiki tu kwa sababu ya kukosa upendo. Zinavunjika kwa sababu ya uchungu. Sio upendo, uchungu unaokaa kimya ndani ya mioyo yetu. Ni ile hali ya kusema kwamba niko sawa, lakini moyo wako unaumia. Na kadri siku zinavyopita, moyo unazidi kuwa mgumu. Hii ndiyo sababu kubwa ndoa nyingi kuvunjika. Ukweli ni huu: kiburi na uchungu ndio maadui wakubwa wa ndoa. Ijapokuwa ukiachana na kiburi na uchungu, kuna mapungufu ya kibinadamu. Hii imekuwa moja ya adui mkubwa sana pale pindi mwenzi anaposhindwa kuishi na mapungufu ya mwenzake. Kwa hiyo inabidi tumsihi Mwenyezi Mungu kuweza kujifunza kuishi na mapungufu ya mwenzetu, kuweza kujifunza au kuweza kupata namna ya kuweza kusolve yale mapungufu ili muweze kuishi na upendo. Lakini kiburi na uchungu ambao unakaa kimya ndani ya mioyo yetu ndio wadui wakubwa wa ndoa zetu. Biblia inasema, zaidi ya yote linda moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Mithali 4 mstari wa 23. Zaidi ya yote linda moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ukiruhusu uchungu ukae ndani yako, utathamini namna
Ukiruhusu uchungu usikae ndani yako, utathamini namna unavyoongea, namna unavyotazama mwenzi wako na hata maamuzi yako. Nadhani unaweza ukaona kwamba ni namna gani uchungu huwa unabadilisha mtazamo haya yote. Ukiwa na uchungu tofauti utakapomsalimia mwenzako na pale ambapo hauna uchungu. Maongezi, hata ukimtazama tu mwenzako hivi, ukiwa na uchungu unaweza ukamtazama mwenzako kuona kama ni nyau au mbwa. Misemo mingi nasema kabisa wanaume ni mbwa. Ukitazama nyuma ya haya maneno kuna uchungu. Lakini usiporuhusu uchungu, ukauondoa uchungu, huwezi ukamwona mwanaume au mwanamke kama mbwa. Hata maamuzi ambayo unakuwa unachukua yanakuwa ni mazuri. Watu wengi wanataka ndoa zao zibadilike, lakini hawataki kuachilia maumivu ya zamani. Watu wanaishi na maumivu. Lakini Mungu hafanyi kazi kwenye moyo mgumu. Kumbuka hilo. Wengi tunaomba rehema na neema katika ndoa zetu zikapate kuwa na upendo, lakini tunatambua ya kwamba Mungu hafanyi kazi kwenye moyo mgumu. Anahitaji moyo ulio tayari kusamehe. Ndio maana Biblia inasema, ondoeni uchungu wote, mkawa na moyo wa huruma, mkasameheane. Ondoeni uchungu wote. Uchungu si kitu kizuri kabisa cha kukaa ndani ya moyo wa mtu. Mkawa na moyo wa huruma, mkasameheane. Waefeso sura ya 4 mstari wa 31 mpaka 32. Inatupasa tuondoe uchungu wote. Kiburi na uchungu vikapate kuondoka. Asubuhi ya leo hutakiwi kubeba huo mzigo tena. Sio lazima ushinde mabishano. Ni muhimu kurejesha amani. Na jambo kubwa zaidi, huwezi kufanya hii kwa nguvu zako mwenyewe. Unamhitaji Roho Mtakatifu akapate kusimama na wewe kuweza kuondoa kiburi na uchungu ndani ya moyo wako. Kama uko tayari kuachilia uchungu, kiburi, kama uko tayari kuona ndoa yako ikipona, andika amina sasa hivi. Comment hapo amina. Alafu tuingie pamoja kwenye maombi ambayo tunaanza kubadilisha moyo wako na nyumba yako leo. Amina. Nyumba inakwenda kubadilika leo. Nyumba zinakwenda kubadilika. Karibu katika maombi haya ya asubuhi ya nguvu, mahali pekee pa uponyaji, msamaha na upatanisho. Kabla tujaanza, naomba tena comment amina kwenye comment kama ishara ya imani. Kitu ambacho tunakwenda kuomba sasa unakiamini, comment amina, na ufunguo wa moyo wako kupokea kile ambacho Mungu anataka kukifanya siku ya leo. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi hii. Tunatambua kuna uchungu mioyoni mwetu, maneno ambayo hayajasemwa. Baba, na maumivu yaliyofichwa kwa muda mrefu. Kama neno lako lisemavyo, jua lisizame juu ya hasira yenu. Baba, leo tunachagua kuachilia yaliyopita. Tunachagua kuacha kiburi. Tunachagua kuacha uchungu ndani ya mioyo yetu. Tunachagua kuanza upya katika uwepo wako. Baba, tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu wako. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha sasa. Ingia ndani ya ndoa zetu, ingia ndani ya nyumba zetu, vunja kila ukuta wa kiburi, ondoa roho ya mashindano na leta unyenyekevu wa kuomba msamaha. Kama vile Biblia
neno lako takatifu linavyosema, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali kwa Roho yangu. Leta amani, leta utulivu, na badilisha mazingira ya nyumba hii kuwa mbingu, kuwa ya mbinguni, kuwa mazingira ya nyumba ikawe mazingira ya mbinguni, mahali ambapo amani inakwenda kutawala, maelewano yanapenda kutawala, na upendo unakwenda kutawala. Baba, leo tunaleta uchungu wetu mbele zako, tunauleta chini ya msalaba wako. Tunatoa haki yetu ya kuwa na hasira, tunachagua kusamehe. Neno lako linasema nitawapa moyo mpya. Baba, tunachagua kusamehe tuweze kupata moyo mpya. Moyo mipya tunahitaji ndani ya ndoa zetu, tunahitaji mioyo mipya ndani ya familia zetu, ambayo tumeachilia uchungu, tumeachilia kiburi, ili iweze kutawala amani. Baba, tupe moyo mpya leo, moyo unaojua kupenda tena, moyo unaojua kusamehe kwa dhati. Mungu Baba, rejesha upatanisho ndani ya ndoa zetu, unganisha mioyo iliyotengana, ponya majeraha ya zamani, tufundishe kuongea kwa upole, kuheshimiana na kusikilizana, kama ulivyoandika, kama usemavyo katika neno lako takatifu, vumilianeni mkisameana, vumilianeni mkasameaneni. Neno takatifu linasema hivyo, na tunda la Roho lionekane ndani yetu. Tunda la Roho lionekane ndani yetu, na tunda la Roho kama usemavyo ni upendo, amani, uvumilivu na fadhili. Baba, tunatangaza ulinzi juu ya ndoa zetu. Hakuna shambulio litakayofanikiwa, hakuna nguvu ya giza itakayovunja umoja huu. Kama ulivyosema, hakuna silaha itakayofanikiwa juu yako. Linda familia zetu, linda mioyo yetu, linda amani tuliyoipokea leo. Tunatangaza leo ndoa zetu zinakwenda kurejeshwa, upendo unakwenda kurudi, imani na amani inakwenda kutawala katika ndoa zetu. Kuanzia leo mambo yatabadilika. Kuanzia leo tutatembea katika neema na upendo. Bwana, ubariki wote wanaosali maombi haya, bariki wote walioungana nasi katika maombi haya, na bariki wale watakaoenda kuungana na maombi haya wasaa mwingine. Wape nguvu ya kusamehe, wape hekima ya uchungu, katika kuchagua amani. Maana uchungu tumeweka katika hasira, ambayo inaondosha amani ndani ya familia, ndani ya ndoa zetu, na neema ya kurudisha upendo ikapate kuwa nasi. Jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Katika jina la Yesu tukiomba haya yote na kushukuru, amen. Kama umebarikiwa na maombi haya, andika neno amina kwenye comment. Usisahau pia kulike, kushare na subscribe kwa maombi zaidi ya kila siku. Mungu akubariki. Amen.